Shalom, God bless you. Mungu awabariki sana mahali popote unaponitazama. My name is Prophet Justin. Bwana amenipa neema siku ya leo na niko hapa na title inasema manabii wa uongo. Watu ambao wanawajia na sura za kondoo lakini ndani yao ni mbwa mwitu wakubwa. Na kitu ambacho ukifahamu ni kwamba tumekuwa tukipokea kesi nyingi sana. Watu wanabakwa maofisini, watu wanalipishwa mamilioni ya fedha kwa ajili ya huduma, watu wananyanyasika kingono hasa wanawake kwenye maofisi ya hao mnaowaita watumishi wa Mungu. Sasa tunapoyasema haya au tunapoyafunua haya tunamaanisha na tunakielewa kile ambacho tunakisema. Japokuwa watu wengi sana watabeza, lakini kuna siku itakuja mtatukumbuka. Kuna siku inakuja mtawakumbuka watumishi wa kweli ambao walikuwa wakiwatahadharisha juu ya mahali sahihi pa kuabudu, lakini pia walikuwa wakiwatahadharisha juu ya watumishi ambao mnatakiwa kujiepusha nao, lakini ninyi mkashupaza shingo. Kuna mahali Biblia nasema Yesu akaulilia mji wa Yerusalemu akisema, Yerusalemu, Yerusalemu uwawae manabii. Yerusalemu ilikuwa na tabia ya kuwaondoa manabii ambao walikuwa wakihubiri ukweli na kuwaleta manabii ambao walikuwa wakiwatabilia maneno laini, alihali hawako tayari kuacha njia zao. Na ndicho ambacho kinaendelea kwenye makanisa mengi leo na kwenye ulimwengu tuliokuwa nao. Akitokea mtu anahubiri ukweli atabambikiziwa makesi ya kila aina, zitatafutwa kila njia za kumuondosha, kwa sababu watu wanataka baraka za Mungu lakini hawako tayari kuishi vile Mungu anavyotaka waishi. Sasa siku ya leo nitakupa vitu kadhaa ambavyo ni ishara kwamba huyu nabii ni wa uongo na sio nabii wa Mungu. Kitu cha kwanza ni aina ya injili au mafundisho ambayo anayahubiri. Mtumishi wa kweli ni lazima ahubiri neno la kweli, ikiwa ni pamoja na kukemea dhambi za watu, kuwaambia watu waache maovu yao. Sasa kuna watumishi wanasema, mimi sikutumwa na Mungu kuwaambia watu waache dhambi. Mimi nimetumwa na Mungu kuja kuwakomboa tu kwenye laana, vifungo vya familia, kuja kuua wachawi, ndo nimetumwa hicho na Mungu. Mafundisho ni kipimo halisi cha nabii wa kweli ama sio wa kweli. Kama nabii hukemei dhambi za watu, kama ni mtumishi huwatahadharishi watu kuacha mabaya, umebezi na kuwafundisha jinsi ya kujikomboa na laana ya ukoo, sijui laana ya familia, jinsi ya kukomboa udongo, na unabebesha watu machumvi na mafuta, ni kipimo halisi kwamba wewe sio nabii wa Mungu. Tunakupima kwa mafundisho yako. Lakini kitu cha pili ni viambatanishi. Watu wengi leo wamekuwa wakitumia viambatanishi: maji, mafuta, chumvi, keki, sijui maudongo, wanabebelea udongo mpaka kwenye magari. Ni dalili ya wazi ya uongo. Kwenye Biblia kama kuna sehemu kuna kitu kilitumika, aidha ni chumvi, kilitumika mara moja tena kwenye eneo husika, na hautakuja kuona tena eneo lingine kikitumika. Lakini leo hii viambatanishi vimekuwa ndo desturi ya huduma zao. Hakuna mahali kwenye maandiko ambako kunatoa mlango wa namna hiyo. Wengi wamekuwa wakisema, sasa Bwana, unajua vile vinatumika kwa sababu mtumishi yuko mbali, hawezi kuwafikia watu wa mbali. Biblia nasema kwamba yule mtu alipomfuata Yesu alikuwa yuko mbali na mgonjwa, lakini akamwambia, tamka neno tu, kule alipo binti yangu lazima atapona. Na kweli neno likatamkwa na akapona. Kwa hiyo mtu aliyoko mbali anafikiwa na neno la uponyaji, sio na viambatanishi. Kitu cha tatu ni muonekano wake au appearance yake. Ukuta mtu anajiita ni nabii wa kike amejaa mapambo kama Yezebeli. Ukuta mtu anajiita nabii au mtumishi wa Mungu amenyoa denge, ametinda nyusi, amepaka marangi kwenye nywele zake, anavaa mavazi yenye muonekano wa kikahaba au muonekano wa kihuni. Nikamwona nabii mmoja amevaa suruali zina mipasuo, nikashangaa sana. Na ni nabii ambaye anajiita ni msomi na watu wengi wamekuwa wakimsikiliza, kizungu kingi, lakini kwenye muonekano ni zero. Tunapima pia nabii wa kweli kwa muonekano wake. Huwezi ukasema wewe ni nabii wa Mungu wakati muonekano wako unamtangaza Lucifer, unatangaza ushetani kanisani, unaitangaza dunia kanisani. Hatuwezi tukakuamini kwa namna hiyo. Na kitu cha nne ni kanisa analolea. Tunapima nabii huyu ni wa kweli au sio wa kweli, ama mtumishi huyu ni wa kweli au sio wa kweli, kwa kuangalia kanisa analolea. Kama washirika humo ndani wana mapambo,
wanawake wanavaa suruali, sijui mawigi, wanaume madenge yametawala, na uchafu huo ni dalili ya wazi. Hutasimama mbele za Mungu na kujisifu kwamba nilikuwa na kanisa kubwa, wakati kanisa lilikuwa na muonekano wa kidunia na sio muonekano wa kimbingu. Swala la kukemea dhambi sio la mtumishi fulani peke yake, ni swala la kila mtu aliyeokoka. Na kwa habari ya mapambo sio ufunuo, ni kitu ambacho maandiko yamesema, yamedhihirisha wazi kwamba mwanamke anatakiwa aweje. Lakini tukiangalia kanisa lako, tukaona appearance ya kishetani, yani muonekano ambao alitakiwa awe nao kahaba anayejiuza, ndio upo kwa watu waliopo kanisani, ni dalili ya wazi kazi yako ikipimwa kwa Mungu itateketea yote na hautapata kibali cha kuona ufalme wa Mungu. So ni wito wangu kwa watu wote kwamba manabii wa uongo wapo, na ni tahadhari yangu kwamba hakuna mafanikio yanakuja kutoka kwa Mungu kama mhusika hayuko tayari kuacha njia zake mbaya. Mungu awabariki sana. I'm Prophet Justin. God bless you. Shalom.